Who is Tipsy G? Tipsy G ni nani? So jamaa ni msanii kwanza. He's an artist ama musician, unaona. Alafu unapata often genre yake ama like ile section ama category yenye anakuwa anafanya muziki nayo inaitwa urban tone. Ambapo hasa unapata hii ilikuwa ni sampling of the gengetone ambapo ilikuja ikakuwa rebirth ama ikakuwa reborn from the gengetone itself. Alafu ndo wasanii wasai kama umekuwa unafuatilia kuna hii inaitwa urban tone, ndo yani ni kama walikuwa wanajaribu kusample hizi mabiti za gengetone alafu wanazimba in their own perspective ama wanajaribu advance, yani unaona like urban tone ni kama ni venye ili evolve ni gengetone walikuwa wanajaribu kuisample like different type of beats alafu wanajaribu kuziweka na kama pengine new instrumentals, but still ni kama wamesample zile beats za gengetone za kitambo ambapo sasa ndio inaitwa urban tone, unaona, ambapo iko na hiyo street vibe alafu pia na hiyo mambo na ni yote mambo tuna gengetone in short, yani unaona venye gengetone iko hawa sasa wamejaribu tu kuiadvance, yani alafu ndo kuna venye hasa like he has worked under kama ile record label ya Like a Boss. Kama umekuwa unafuatilia hizi mangoma za urban tone nyingi zinakuwa recorded na huyu producer mwenye anaitwa Like a Boss, unaona. Kama umekuwa unasikiza hizo manyimbo unapata yawa zinaanza na hiyo chant mwanzo like a boss, unaona. Hiyo ndo inakuwa ni kama amekuwa na record manyimbo nyingi za urban tone. Alafu pia Tipsy G amekuwa tu yani famous in a short period of time, like of course alikuwa anajaribu hustle pale, anajaribu kupiga hii kitu ya wanamuziki, lakini yeye mwenyewe alikuja akaongea kwa interview akasema ni kana kwamba like ilianza kwake ilikuwa ni ile kwa sababu ya idleness, like alikuwa amezubaa, alikuwa ni kama hana kitu yenye anafanya, hakuwa na kazi yani. So kwake ilikuja ni kama tu ni kitu ilikuja tu naturally, akajipata tu ameanza kuandika kama muziki kwa sababu alikuwa ni kama hana kazi in short. Then sasa ndo hapa pia akaja akatengeneza hii nyimbo yake ya kwanza ambayo ilikuwa ni TikTok yenye ilienda viral, but still alikuwa amechora mangoma zingine kadha zenye hasa pengine hazikuwa zimeenda viral, but sasa ya TikTok ilienda viral because aliandika hii nyimbo alafu alikuwa amesample beat ya Jua Kali ile, kama unapata bidii yangu, hiyo nyimbo inaitwa Bidii Yangu ya Jua Kali, beat yake. Sasa ndo kuna venye huyu Tipsy G aliamua kusample hiyo beat alafu akaichorea mistari sasa, ambapo sasa hiyo nyimbo akaita TikTok. Ile ilikuwa viral sana hadi si lazima nijaribu kuonyesha example ama nijaribu kuimba hapo kwa sababu hata si ati watu wanaijua, like many Kenyans know that song. Kwa TikTok ilienda viral alafu watu wengi walikuwa wanacheza kama challenge, alafu ndio hivyo umse akapata fame moment ama akapata hasa hiyo peak moment ama breakthrough. Sasa ile watu wameanza kumnotice, unaona, hivyo ndio ili happen. Alafu mwenyewe pia ako very active on social media, like unaona kama vile Instagram, TikTok, sana ni TikTok, like most of his projects, most of his works zinakuwa zinaanzia pale kwa TikTok, like ana share muziki alafu watu wanafanya pre-save, alafu wengine wanafanya challenges, dances and things of that nature. Like ukiingia pale kwa TikTok ama Instagram ukisearch Tipsy G utampata tu pale, unaona. Ambapo sasa pia yeye mwenyewe pia ni like he has had success maze pale kwa YouTube. Pia unapata mangoma zake zina hit millions of views, kama vile kuna nyimbo sahi zile mpya kama vile kuna Taki na Kate yenye kuna over 5 million views on YouTube, unaona. Ambapo sasa hiyo inamaanisha pia at least amejaribu ku maintain ile relevance yake, like hakuwa tu like one hit runner ama like one hit like mtu, unaona, kama vile ni mtu mwenye anakuja mara moja alafu anapotea tayari after trending, unaona. Like yeye amejaribu ku maintain hiyo relevance yake, like kwa industry bado anatoa mangoma mpya even after the one hit song yenye alitoa mara ya kwanza, unaona, because watu wengine wanaweza kupata ile kitu alafu akaipoteza tayari, kama vile kuna ule demo nyamba akaimba ile Kaveve Kazozo, unaona, kama hivyo ni mtu anakuja tu mara moja alafu anapotea kama hivyo. Sasa ambapo sasa unaona huyu Tipsy G like he has maintained this relevancy of his, anajaribu kuimba mangoma mpya like kama sasa 2025 amefanya a lot of projects, like anafanya tu like different collaborations, unapata kwa masongs za watu wengine, wasanii wengine, alafu yeye mwenyewe pia anajaribu kuimba mangoma zake mpya like anajaribu kadri ya uwezo wake, yani ana maintain kitu because wali create urban tone, but still inabidi sasa aendelee kuendelea keep up kufanya hii kitu, yani ndio yani asiluzi kitu, unaona. Alafu sasa unapata in 2024 mwaka jana sasa ni alikuja akasema
akasema in an interview like alikuja akahojiwa, alafu yeye mwenyewe akasema like amekuwa sasa ndo anaanza kupata like like a hard lesson, like he learned a hard lesson in the industry, like mambo na biashara ya usanii, because usanii pia ni biashara, ile mambo na kufanya collaborations, unaona. Sasa ilikuwa bado haelewi kwa sababu bado alikuwa ni msanii mpya, so ajui biashara ya makolabos venye inakuwa inaenda. So alikuja akasema like he has to learn about that, like he had to learn this, hiyo mambo na biashara ya collaboration, vile na collaborate, mambo na kuinvest pesa yako, mambo na royalties and things of that nature, unaona. Ambapo ilikuwa ni very hard for him to go through this experience, because ni kama vile umeingia mahali wewe ni mtu mpya, then you know nothing about this thing, ama una skill yote about this thing, alafu nataka na tu yani keep up na venye kunaenda, because sasa kwa industry kuna criticism na kuna hizo mavitu zingine zenye zinaendelea, alafu wewe pia hujui chochote yani. Sasa ilikuwa ni hivyo, like the experience of him doing this thing at the first time, ilibidi sasa amepata fame, alafu sasa unataka na sasa akachap na kila kitu chenye kinaendelea kwa industry, unaona. Ambapo sasa pia like of course anajaribu kuendelea kufanya mambo yake pale na ma projects mpya, but good to him.